Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Karibu. Makofi kwa mchungaji kiongozi. Kabla hujakaa mwambie mwenzako tumepata mchungaji mwenye hekima. Wewe usiongea na ugomvi na mimi. Tumepata mchungaji, mwambie mwenye hekima na uwezo mkubwa. Asante sana, uweza ukakaa. Nishukuru sana Baba Askofu kwa mwaliko huu. Nimepokea kwa moyo wa shukrani wa kuja mahali hapa. Yeye ni mtu wa kitaifa na watu wengi sana wangelikuja na kuhudumu, lakini nikapata neema. Kwa hiyo nakushukuru sana Baba kwa mwaliko huo. Na nishukuru sana mzee wangu Makembe Mwaikera. Umekuwa mtu mzuri sana. Umenifuata kule, umenihudumia, tumekaa pamoja. Nakushukuru sana. Ni muda tu ya kuongea ni mengi, lakini nakushukuru sana. Na nishukuru sana kwa zawadi ambazo nimezipokea kutoka majumba 6 mpya. Zitafika na tunazidi kuombea msonge mbele. Basi itika amina hata kujilazimisha. Jamani, tuko pamoja. Mimi niwahakikishie mko sehemu sahihi na mtakwenda viwango vikubwa sana kabisa. Niliongea Jumapili iliyopita na hapa kwa kuaga niwaambie mko sehemu sahihi sana. Hamtajuta. Hamtafanya nini? Hamtajuta. Wewe hudhuria semina ya Pasaka hiyo, utakuja kuniambia. Jamani, amina. Niwashukuru wote ambao nimeshindwa kuwataja, lakini shukrani zangu kubwa ziwafikie kwa jambo moja au jingine, kwa ajili ya semina hii, kwa ajili ya mahali hapa, na kwa ajili ya kushikamana na Baba Askofu hapa na mchungaji wangu. Mimi ndiye amenilea mpaka hapa nilikofikia. Jamani, amina. Kwa hiyo niko kwa Baba, niko nyumbani. Na mimi ni mtoto kama wewe. Alipoongea nilitamani nikifika hapa tuimbe wimbo watu tuondoke, maana ni mahubiri tosha. Hebu ongeza nyingine. Ongeza nyingine. Nilitamani nikifika hapa tuimbe wimbo tuondoke, kwa sababu unajua Mungu anaongea dakika yoyote. Ukikaa tayari anamtumia mtu yoyote kwa dakika yoyote. Wengine tumepona upande wa kipande cha kwanza, maandiko na wanafunzi kule, Mungu amewaandalia huo ujumbe. Wengine kipande hiki cha kati hapa. Sasa mimi nikafikiri nikifika hapa tuwailishe tu tuende nyumbani. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu nimeambiwa nimalizie semina, basi ngoja nimalizie na mimi kwa dakika hizo zilizobaki, kama dakika 50. Beni Bonge, barikiwe sana kuja majumba 6 mpya. Jamani, amina. Somo letu ni wakili mwenye kuweka alama iliyo nzuri. Jamani, tuko pamoja. Fanyika wakili mwenye kuweka alama iliyo nzuri. Alafu na uamsho nilikuwa nauongea vipande kila siku. Tuko pamoja. Mliojaliwa kuhudhuria mtakumbuka kila siku niliongelea kipande mojawapo cha uamsho. Na sina uwezo wa kuyarudia yote, lakini hilo ndilo kwa somo letu, wakili mwenye kuweka alama mpya, alama nzuri. Sasa mpya, majumba 6 mpya imenikaa sana, maana nifafanua na mimi kaniingia. Wakili mwenye kuweka alama iliyo nzuri. Kwa hiyo tumetembea katika mambo kadha wa kadha, alafu baadaye tukaona mambo makuu katika mistari hiyo. Tukaona sifa za wakili 3 zile, ambayo sifa ya kwanza ilikuwa wakili awe nini? Asante sana nyewe watu wazuri. Wakili yawe mwaminifu. Niache mengi ya nyuma kule.
A yake wakili mwaminifu anayetambua na kadhalika. B yake tukaona wakili lazima awe nini? Awe na busara. Katika zile sifa tatu. Sifa ya kwanza nilisema wakili awe mwaminifu. Ikawa na A na B. Sina muda wa kuzitaja. Sifa ya pili tukasema awe na busara. Na humo tukaingia ndani. Ilikuwa na A, B, C, D, E. Ambayo ilipelekea jambo la tatu, sifa ya tatu siifikie kwa sababu maelezo yalikuwa ni mengi. Na kama baba aliposema hapo, mzee wangu wa kanisa, muda ulikuwa utosho, nasema tuendelee, nikasema na mimi lazima ni wakili wa muda. Jamani, amena. Tulifafanua mengi sana humo. Tukaona swala la talanta. Talanta 5, mwenye talanta 2, mwenye talanta 1. Na aliyepewa vingi kwake vitatakwa vingi waliokuwepo. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna watu mna talanta zenu 5 Mungu amewapa. Wengine mna 2, wengine mna 1. Sasa kile kiwango ulichopewa usichezee. Na tunatofautiana kulingana na talanta. Tuko pamoja? Niombe msomaji asome lile andiko. Maandiko yanasema Mungu aliwapa kwa kadiri ya nini? Ya uwezo wao. Hata kuchunga hivi kanisa na kufafanua maandiko hatuwezi tukalingana. Maana Mungu anakupa kwa kadiri ya uwezo. Ukifika ile eneo utaachia hapo. Tuwakumbushe tu kidogo. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Asante sana. Hapo ndio tulikuwa tunajikita sana, kwa kadiri ya nini? Ya uwezo. Tusigombane hapa. Uwezo ulionao ni tofauti na mimi na tofauti na yule mwingine. Na ukiweza kutumia ile talanta yako 1 au 2 au 5 ulizopewa, hiyo ndio ukutoa. Iwe kiroho au kimwili. Yaani itumie vizuri ile. Kuna mambo ya kiroho, kuna mambo ya kimwili ambayo Mungu anaona huyu hali alionayo hanaweza ili eneo. Kwa hiyo unapewa uwezo mwingi. Nikasema hata mchungaji kuwa hapa, kutoka kule akawa hapa, eneo hili kubwa kiasi hiki na viwanja nisivyovijua vya hili eneo vya kanisa hili, Mungu ameangalia uwezo alionao, namna ya kusogeza tena hanga hili. Wapenda, tuko pamoja? Sasa ukipambana mtu mwenye talanta 5, wewe una talanta 1, utaferi. Unapambana mtu mwenye talanta 5, wewe una 2, utaferi. Tumia mlaba wako. Zingatia talanta zako. Wapenda, tuko pamoja? Mungu hata angalia uwezo. Ukisoma kule mbele, alipokuja wa 5, Mungu akamwambia mtumwa mwema na mwaminifu. Mwenye 2, mtumwa mwema na mwaminifu. Unapotenda uaminifu kwa kile kitu ambacho Mungu amekupa, wewe mbele za Mungu uko vizuri. Kama Mungu ataona unafaa, unavyozidi kutumika kwa talanta yako ile, unazidi kunyanyuka. Unazidi kunyanyuka. Unazidi kunyanyuka. Unazidi kunyanyuka. Itika amina. Anza na uaminifu kile ulicho nacho. Mungu anamwambia Gideoni, ninakutuma, enenda kwa uwezo huo. Sasa ukianza kwa talanta yako hiyo ukaitendea haki, ukapiga vyombo kwa uaminifu, ukaimba kwa uaminifu, Mungu anazidi kunyanyua siku kwa siku. Siku kwa siku. Hata level zile za kimataifa za ukubwa wa vyeo na kila kitu unafika. Lakini lazima talanta uliopewa uanze uitendee haki. Atakaye kuwa mwaminifu kwa madogo, nitamweka kwa mengi. Wewe unashindwa kulipa zaka ya 1,000. Unasema nikipata milioni nitakuwa mtoaji mzuri wa zaka. Sahau. Hiyo imeingia. Hakuna amina. Na nielewa bandwa, kama mchungaji anaongea tu, lakini siku Mungu akinibariki, mimi nitakuwa mtoaji kama waliokuwa natoa hawa. Anza kutoa vile ulivyo. Kiwango chako kile toa kwa uaminifu, ili Mungu akikunyanyua uzidi kufanya.
Wapendwa, tuko pamoja? Kwa hiyo ukisubiria makubwa, Biblia imekataa. Nilifundisha katikati ya wiki, aliyepewa vingi anadaiwa vingi, vichache ni vichache, lakini anza kwa kiwango kile kile ulicho nacho. Uwe mwaminifu kwa kiwango kile kile. Umepata 10,000, toa 1,000 ya zaka. Wamesema michango, usikae kimya michango ikapita. Ali mfukoni una buku yako, toa hiyo hiyo kwanza, ili ukishabarikiwa uzidi kupanda kiwango. Sisi ni mawakili waaminifu. Katika level ya kwanza tulionayo, tuanze na hiyo hiyo. Ukibana shilingi 500, hata ungelipewa milioni 20 utabana tu. Nisikie nyingine, amina. Weka ya kujilazimisha. Pena tuko pamoja? Kwa hiyo tuliongea mengi na sina namna ya kuzidi kuzama tena kule, lakini kumbuka talanta tulizopewa, na ukidharau talanta hiyo utanyanganywa na hicho ulichonacho, apewe mwingine. Maandiko yameweka wazi, yule wa moja alinyanganywa akapewa mwenye 5. Usipotumia kipawa vizuri, atanyanyuka mtu kule nje hajawahi kuokoka na kichukua anaanza kutubika, unabaki unashangaa. Mungu ana watu wengi. Kwa lile eneo lionalo usilidharau. Tumika kwa nguvu zako zote na kwa uaminifu. Imeingia? Wapendwa, imeingia? Kile kiwango hicho hicho. Alafu utashangaa ndani ya muda unazidi kusogea mbele. Unazidi kukua, unazidi kuaminika. Niliwapa maandiko mengi sana, sina namna ya kuyataja, na kwenye busara pale ilikuwa na vipande vingi sana. Wakili mwenye busara lazima atambue aliye juu yake. Unanielewa? Yaani usipotambua aliye juu yako na unayofanyia huyo bosi wako, Mungu au mtu ofisini kule ni bosi wako, au kanisani, kujua huyu ni mchungaji, huyu ni mzee wa kanisa, huyu ni nani. Usipotambua aliye juu yako utaboronga tu, hautakuwa wakili wa busara. Niliwapa maandiko ya kutosha. Jamani, amena. Kwa hiyo uwezi ukawa na ile busara usipotambua kuna mtu yuko juu yangu. Asante sana, ongeza nyingine, amina. Sasa mliohudhuria semina mnakumbuka tulivyoshusha pale na kuchanganua vya kutosha kwa mifano na kwa maandiko. Tambua kuna mtu, ili busara iwepo, jua kuna mtu juu yangu. Ongeza nyingine. Na nikazama kidogo kidogo kwenye ndoa, mwanamke ajue kuna baba. Na nielewa kwenye dini jua kwamba kuna askofu, kuna hiki, kanisani jua kuna mchungaji. Na Ijumaa kwenye mkesha tukaomba, nikamwambia uwezi ukasema mimi ni Bwana wakati kuna mtu aliyeweka. Iwezekani? Au mimi nitaleta uamsho kutoka kule nyuma bila kuanzia huko? Haiwezekani. Utaleta kitu kitakanyagwa, kwa sababu kuna mtu. Wapenda tuko pamoja? Sasa ukitaka uwe sawa, ni vitu vyepesi kwenye busara zile A mpaka E tulifafanua. Ni vitu vyepesi kujua kuna mtu, na ile na kuongoza kukaa katika busara. Maandiko yanasema Daudi alipotenda kwa busara mpaka Sauli alimuogopa. Si ndio kwa maandiko mliokuwepo? Mwambie mwenzako usitusumbue, jaza busara zako. Neno usitusumbue nimekukera. Yaani usisumbuke wala usisumbue watu. Wewe jaza busara, tenda kwa busara. Leo kuna mtu, kila kitu utafika. Hata hapa niliwaambia wapiga vyombo hapa na watu wa muziki mbalimbali. Mimi sipangu, mimi sifanyi nini? Hapana. Gangana na eneo lako, litendee haki. Utashangaa unanyanyuka siku kwa siku. Hakuna haja kupambana mtu, siku kwa siku. Itika amina. Haya, hizo ni sifa mbili tuzielezea, tukashindwa kufika ya 3. Sasa leo tukiwa kipande cha 4 cha mwisho. Sitakihubiri ila andika, kwa sababu
kwenye sifa 3 kama waliokuwa wanaandika, isipoonekana ya 3 itaonekana huyo mwalimu alikuwaje. Sasa sifa ya 3 sitaki nihubiri, itachukua muda mrefu, lakini simame tu uandike alafu tumalizane. Tuende kwa kipande cha leo. Sifa ya 3 ya wakili, uwakili wake uache alama iliyo nzuri. Sifa ya 3 kwa wakili, ya kwanza awe mwaminifu, ya pili atende kwa busara, lakini ya 3 ule uwakili wake uache alama iliyo nzuri. Utakuwa na sifa ya wakili. Uwakili wake uache alama iliyo nzuri. Nisikie unaongea unaniboa. Uwakili wake uache alama iliyo nzuri. Pambana kiroho kwamba lazima uwakili wangu uache alama. Sasa ukizingatia zile za kwanza A na B, ukazingatia zile A mpaka E, alafu tukaingia hapa ya 3 ukavishika kwa pamoja, wokovu wako utakuwa tofauti sana. Uongozi wako utakuwa tofauti sana. Uwe mchungaji msaidizi, mzee wa kanisa, shemasi au wa idara, au ni raia peke yake, utakuwa wa tofauti sana. Yaishi haya atakusaidia. Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo lazima aache alama iliyo nzuri. Kwa hiyo alama ni kufanya kitu kitakacho kutambulisha hata kama hautakuwepo. Nafanya vitu vitakavyo kutambulisha vile vizuri hata kama utakuwa haupo. Haiza umehama, haumetoweka kwenye dunia hii, lakini umefanya vitu vilivyo vizuri vitakavyo kutambulisha kwamba huyu alikuwa 1, 2, 3. Kwa hiyo naacha alama nzuri ya uwakili wako. Matendo ya Mitume 9:36 hadi 41. Matendo ya Mitume hatutasoma. 9:36 hadi 41. Tunamwona Dorcas aliacha alama moja ya hatari sana ya utowaji uliokuwa viwango, na hata alipokufa alifufuka tena, kwa sababu uwakili wake, na nimeshafafanua maana ya uwakili, ni usimamizi wa mali kwa niaba ya na kadhalika. Kwa hiyo Dorcas alipopewa ujuzi ule aliokuwa nao wa kufuma vitambaa, wa kupata pesa, alitendea kazi uwakili wake mzuri. Hata alipoondoka akakumbukwa, akaombewa, akarudi tena, akafufuka. Luka 7:2 hadi 5. Luka 7 mstari wa 2 hadi wa 5. Tunamwona baba huyu ambaye alitumia pesa zake kujenga masinagogi. Alipokuwa na mtumishi wake anaumwa, yeye alinyamaza kimya. Watu wanaongea na Yesu kwamba mtendee baba huyu, analipenda taifa, alitujengea sinagogi. Yeye hajaongea chochote, watu wanajenga hoja kwa Yesu, na Yesu akamponya. Hiyo ni Luka 7 mstari wa 2 hadi wa 5. Katika utendaji wake alikuwa anafanya ajue kuna siku atakuwa na mgonjwa, ila alitumia mali alizokuwa nazo kufanya vizuri. Ilipotokea changamoto, ule utendaji wake uliongea. Fanya vitu. Tikise mwenzako, mwambie fanya vitu. Kama ongei ama kiti, mwambie fanya vitu. Tuko pamoja? Fanya vitu. Kuna majira unakuwa haupo, vile vitu vinaongea, na vinapoongea vinakunyanyua na ukutoa eneo ambalo wakati mwingine usingelitoka. Tuko pamoja? Niliwaambia usiku, nafikiri wa mkesha, kwamba wakati mwingine kuna vikao vinafanyika, wewe haupo. Tunavyoendelea hivi, kuna watu wanakujadili, na wewe mwenzako unajadiliwa. Wewe uko kazini, uko nyumbani, umelala, uko wapi, huwa kuna kikao kinaendelea kwa kila binadamu aliyoko duniani. Yanafika majira unajadiliwa. Nasikia wanatangaza viongozi hapa. Kwa nini unasema tusogeze mpaka kule? Kuna watu wanakaa na kujadili. Apite asipite, kata jina hilo. Takuwa msumbufu huyu. Wewe hujui, unakaanga nyanya zako nyumbani,
Kwenye kompyuta upo na ufanya biashara zako, kumbe jina lako linajadiliwa. Huyu hapana. Huyu anafaa, huyu anafaa. Kwa hiyo unasonga mbele, unatembea, lakini unajadiliwa. Hayo ni mambo ya kiroho, lakini mpaka mambo ya duniani kule. Mlioko maofisini, mlioko kule, unajadiliwa. Unayetamani kuoa na kuolewa, unajadiliwa pasipo kujua. Wewe umekuja kanisani umefagia kiulegevu. Baadaye vijana, yule alifagia kata mchanga pale, afai kabisa yule, hata na vyombo hajui kuosha yule. Wewe hujui. Uko unaimba, unatega kwenye kuimba. Ukishatoka kutega kwenye kuimba, unategea. Uko nyumbani unapika, kumbe kuna kikao kinaendelea nyumba nyingine. Unamwona alivyokuwa naimba kana kwamba hapendi wala afunui mdomo wala nini. Huyu mtu atakuwa na tatizo huyu. Vikao ni vingi. Na ndio maana usiku wa Ijumaa usiku tukavunja vikao vilivyo vibaya, vije vikao vilivyo vyema katika jina la Yesu aliye hai. Hakuna mtu anyenyuka hivi akaja. Hata wanaoteuliwa kuwa maaskofu wao wanajadili, sema hili jina lazima lipite. Huwa kuna kikao kinaendelea. Sasa uwakili wako lazima uwe mzuri, ulioacha alama siku zilizopita nzuri. Ikitokea kujadiliwa, zile alama ulizoziacha zinakutetea kuzidi kunyanyuka, zinakutetea kuzidi kubarikiwa, zinakutetea kuzidi kutoka kimaisha. Mwambie mwenzako, weka alama nzuri. Penda tuko pamoja. Mungu atusaidie sana. Kumbe nimeanza kuhubiri. Mathayo 26 mstari wa 6 mpaka 13. Hiyo ni sifa ya tatu nayoiangalia. Mathayo 26 mstari wa 6 mpaka wa 13. Pale tunamwona yule mwanamke. Ukiweza soma mstari wa 13 peke yake. Nisome. Mstari wa 6. Naye Yesu alipokuwapo Bethania. Mstari wa 13 peke yake. Mathayo 26 13 peke yake. 13 nitasoma. Amini nawaambieni, kila atakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Asante sana. Huyu mama aliyempangusa Yesu na nywele zake na mafuta yale ya thamani, maandiko yanasema kwa tendo hili, kwa alama hii ya uwakili wa mafuta ya thamani alilolitenda, kila injili itakapohubiriwa jambo hili litatajwa. Na leo tumehubiri majumba 6 mpya, limetajwa tena. Yule mama alishakufa vizazi vingi sana, lakini kwa tendo alilolitenda Yesu akasema kwa tendo hili kila injili itakapohubiriwa litatajwa. Wapendwa, wekeni alama nzuri. Nisikie amina. Wekeni alama nzuri. Na wakati unafanya vitu, jitahidi kufanya kwa ubora, kwa uwezo ambao Mungu amekupa wote. Kuna siku yale mambo yatatajwa, na yakitajwa yatakutoa mahali fulani. Pambana. Sikia nyingine amina ya ushindi. Pambana. Mwambie mwenzako pambana. Wakisema mifungo upo, kwenye kuwai upo, kwenye uko upo, kwenye kutoa upo, kuna saa huwa yanarudi. Ndio. Kwa hiyo mama huyu alifanya mambo hayo. Nikupe mambo matatu ambayo nimeyachambua haraka. Yako mambo mengi. Moja, utoaji wa kitu cha thamani. Mama alitoa kitu cha thamani. Utoaji wa kitu cha thamani. 2, Mungu hutupa uwezo wa kumiliki vitu vya thamani. Na hata hapa tulipo, kila mmoja Mungu amekupa uwezo wa kumiliki vitu vya thamani. Mwenye elimu, mwenye watoto, mwenye magari, mwenye kiwanja, mwenye kuwa na fedha kulipa eneo la pango. Kila mtu Mungu anakupa namna yake vitu vya thamani. Huo ni mstari wa 7. Ile pointi ya kwanza, mstari wa 7. Lakini pointi ya kwanza unaweza kaandika tena Mwanzo 22 mstari wa 11 hadi 12.
3, utoaji tunaofanya wa kutoa vitu vya thamani uweka alama isiyofutika. Utoaji tunaofanya wa kutoa vitu vya thamani uweka alama isiyofutika. Hiyo ni mstari wa 13. Lakini tusome Ayubu 41 mstari wa 11. Hayo mambo nimeyaongea haraka ili angalau baki nayo. Utoaji unaofanya tunatoa vitu vya thamani unaweka alama isiyofutika. Mstari wa 13, hiyo ni Mathayo 26. Lakini Ayubu 41:11. Ayubu 41:11. Tumalize kipande ambacho nikiacha kwa sababu ya siku zilikuwa zimeisha. Twende kipande cha leo kwa nusu saa tulionayo. Ayubu 41:11. Ayubu 41:11. Msomaji hujafika? Mstari wa 11. Ni nani aliyetangulia kulipa hata nimlipe? Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Kila kilicho chini ya mbingu nzima ni changu. Asante sana. Nani aliyetangulia kunipa nisimlipe? Mungu yuko tayari kukulipa. Sasa tuna uwezo wa kuhubiri kwa sababu ni kipande ambacho tunataka tukiache. Nani, Mungu anauliza, nani aliyetangulia kunipa nisimlipe? Hakuna tunachokipoteza kwenye kutoa. Nisikie amina kule. Hakuna tunachokipoteza kwenye kufanya nini? Kwenye kutoa. Anasema nani aliyetangulia kunipa nisimlipe? Hata utoaji mnaozidi kutoa mahali hapa kwa ajili ya ujenzi unaoendelea, yako malipo kwa Mungu. Kipande cha leo, uamsho. Ajenda yetu. Jamani amina. Usipoteze asili yako. Andika usipoteze asili yako. Andika usipoteze asili yako. Sema uamsho. Baba Mwaskofu amesema ni ajenda ya kitaifa na tunaisema na kuisema. Na mimi namalizia kongamano hili kwa nini? Uamsho. Yaani sasa hapa litakiwa nichanganye lisali moja, uamsho. Haleluya. Uamsho. Nini? Uamsho. Majumba 6 mpya na uamsho mpya. Sikia nyingine amina. Majumba 6 mpya na uamsho mpya. Usipoteze asili yako. Mwambie mwenzako usipoteze asili yako. Tunaposema asili yako tunaongelea sio asili za dunia, ile asili ya kimungu, ile asili ya uwakili, ile asili ya vipawa, ile asili ya kitu Mungu alichokupa special. Kila mtu ana jambo lake la kipekee, usikipoteze. Jamani tuko pamoja? Usikipoteze. Nami nalinda cha kwangu na wewe linda cha kwako. Usipoteze asili yako, ile ya ndani ambayo ina upekee tofauti na mwingine. Usipoteze. Katika ajenda ya uamsho wa kanisa la TAG, kipande kidogo ninachokupa, usipoteze asili yako. Itika nyingine amina. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 15 hadi 20 nasoma. Msomaji wangu ngoja nisome. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 15 hadi 20. Nitasoma 16:20. 16 mstari wa 15 hadi 20. Nitasoma. Mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. 16. Ikawa kwa vile alipomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuuzi, roho yake ikadhihakika
hata kufa. Ndipo alipomwambia yote aliyokuwa moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitatoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Umefika 20:18. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote aliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote alionayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishingi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Mstari wa 20. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Hakujua kama Bwana amemwacha. Andika, uamsho wa kweli utaturejesha katika asili ya maisha yetu ya kimungu. Uamsho wa kweli utaturejesha katika asili ya maisha yetu ya kimungu. Nimechukua kitabu hiki cha Waamuzi kwa Samsoni, ninayemfahamu watu wengi sana, lakini kuna vitu ambavyo nimesemeshwa kwa dakika chache nikupe, na Mungu akusaidie viingie kwako. Hata nisipohubiri sana kwa ajili ya muda, lakini viingie kwako. Usipoteze asili yako. Kichwa cha ujumbe usisahau. Na asili yako si ya kidunia, asili ile ya kimungu ambayo Mungu amekupa uwakili wa kipekee. Una kitu cha tofauti, usikipoteze. Sasa uamsho wa kweli utakurejesha katika asili ya maisha yetu ya kimungu. Pakitokea uamsho wa kweli ndani yako, ule uamsho unaturejesha katika asili yetu ya kimungu. Maandiko yanasema, mtakuwa watakatifu maana mimi Mungu wenu ni mtakatifu. Jamani, tuko pamoja? Sasa ili lile andiko litimie, lazima uamsho uje TAG, huje kwako, huje kwangu, ili turudi katika asili yetu ya kimungu, na inawezekana. Tuko pamoja? Ndio maana nasema usipoteze ile asili ya kimungu ndani yako. Sasa uamsho unatuleta katika ile hali ya asili yetu ya kimungu. Baadhi ya mambo 4 ambayo upaswi kuyapoteza. Ya kwenda haraka, tunamaliza. Na watu kadhaa wameshanyanyuka na kwenda nyumbani, kama 3 hivi. Kiwa madhabahuni naona kila kitu. Kwa hiyo muda umekwenda. Naomba tuvumiliane tu dakika chache nimalize. Jamani, amina. Kwa hiyo baadhi ya mambo ambayo upaswi kuyapoteza. Mambo 4 ambayo upaswi kuyapoteza. Jambo la kwanza, upendo wa kweli kwa Mungu wako. Usipoteze upendo wa kweli kwa Mungu wako. Mstari wa 15, maandiko yanasema, mwanamke yule Delila akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako hauko pamoja nami? Katika kufundisha uamsho, mimi mstari hii nimeipenda itulenge katika uamsho wa kweli. Wapenda, tuko pamoja? Tunapoongelea uamsho, tunapoongelea kauli mbiu hizi, lazima tuwe wazalendo kwa TAG, lazima tuwe wazalendo kwa kanisa, tuwe wazalendo kwa viongozi. Hili tunaposema jambo hili, tunayatimiza yale tunayoyaongea. Delila kamuuliza Samson, wawezaje kusema unanipenda na moyo wako hauko pamoja na mimi? Mchana wa leo, eneo la uamsho, usipoteze upendo wako kwa Mungu. Jamani, tuko pamoja? Jambo la pili ambalo paswi kupoteza,
uwezo wa kumshinda shetani. Usipoteze uwezo wa kumshinda shetani. Yakobo 4 mstari wa 7. Yakobo 4 mstari wa 7. Soma msomaji wangu. Ambacho pasi kupoteza, usipoteze ule uwezo wa kumshinda shetani. Nitasoma. Ndio. Mstari wa 7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Usipoteze uwezo wa kumshinda shetani. Ukipoteza uwezo huo, asili yako itaondoka, uamsho utaondoka, na wewe utakwenda pabaya. Linda vitu hivyo, usipoteze. Jamani, tuko pamoja? Jambo la 3, usipoteze shauku ya ibada. Usipoteze shauku ya ibada. Usipoteze shauku ya ibada. Unapotaka uamsho ukae sawa, asili yako ikae sawa, usipoteze shauku ya ibada. Ukiona shauku ya ibada inapotea, wokovu unakwisha, uamsho unaondoka. Muda wote uwe na shauku ya ibada. Jamani, tuko pamoja? Waebrania 10:25, msiache kukusanyika. Lakini Zaburi 63 mstari wa 1. Waebrania 10:25 usisome, soma Zaburi 63 mstari wa 1. Tunamaliza wapendwa. Zaburi 63 mstari wa 1. Usipoteze shauku ya ibada. Waebrania 10 mstari. Zaburi 63 mstari wa 1. Hiyo Waebrania 10:25 tumeiacha. Wataandika wapendwa hao, ili tukimbizane tumalize. Zaburi 63 mstari wa 1. Zaburi 63. Zaburi 63 mstari wa 1. Ee Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu na kuonea shauku katika nchi kame na uchovu usio na maji. Amen. Hapa kuna vipande vingi vya kuelezea, lakini ende kwa ujumla. Usipoteze shauku yako na Mungu na ibada. He Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku katika nchi kame na uchovu usio na maji. Hata kama watu hawaeleweki ambapo unakaa, ambako unatokea, kanisa halieleweki, vitu havieleweki, mwenye shauku lazima ikae pale pale. Shauku ya kumpenda Mungu lazima ikae pale pale. Haitaangalia mazingira, haitaangalia sina pesa, haitaangalia niko mchovu. Shauku ikiwepo, kila kitu kinawezekana. Mwambie mwenzako kuwa na shauku. Kuwa na shauku. Jamani, amena. Usipoteze shauku ya ibada. Ikafika ibada ukaona vitu vya kawaida, wakatangaza semina ya Pasaka ukaona vitu vya kawaida. Ukipoteza shauku ya ibada, kifo kinakunyemelea cha kiroho. Uwezi ukaishi bila kula. Tuko pamoja? Binadamu akianza kupoteza hamu ya kula chakula, anapoteza hamu ya kula chakula, baadaye utashangaa na sana kisha viungo vinauma. Baadaye nauma, sema nenda ukapime. Unaanza unakunywa chai, usikii kama unaipenda. Unakula samaki uliokuwa unaipenda, uipendi. Unapikiwa chipsi wa dada, na chipsi anasema sipendi leo chipsi. Mtu aliyekuwa anabugia sana chipsi, unaona kama na chipsi hali, ujue huyu mtu anaanza kuumwa. Unanielewa wapendwa? Shauku ya chakula cha kimwili hiki ikipotea, mwili unaanza kuuma. Ukipoteza shauku ya ibada, unakwenda pabaya. Mnanielewa wapendwa? Yaani mhubiri anasimama, unaona kawaida. Mchungaji anahubiri, unaona kawaida. Ibada kukosa, unaona vya kawaida. Ukiona hizo dalili zinaanza, rudi kwenye tiba. Tiba ibada, tiba neno, tiba mafundisho. Sikiliza watu wanaohubiri na kufundisha.
ili upatikane tena katika ile hamu ya kupenda ibada. Nanielewa pendwa? Amen. Nanielewa? Amen. Mwambie mwenzako, ukipoteza shauku ya ibada. Ndio tunamaliza hivi. Mrudie tena mmoja, ukipoteza shauku ya ibada, mwanzo wa kifo cha kiroho. Kwa hiyo naweza ukawa kazini, ni kweli umebanwa na kazi za kuajiriwa, za kujiajiri, huna namna, lakini ukiwa pale pale moyo wako uumie, kwa nini sijaenda kanisani? Ni kwa ajili ya jambo hili. Ngoja niiname kidogo niombe, ngoja nisome Biblia, alafu nitume sadaka yangu kwenye ibada ya leo. Piga makofi, nimeyasikia mahali fulani. Kwa sababu ni kweli kuna watu mmebanwa na kazi za kujiajiri ambazo huwezi kutoka mpaka Jumapili. Mmebanwa na kazi za kuajiriwa, huwezi kutoka. Lakini wakati ukiwa kazini na unajua ni semina ya Pasaka, unajua ni ibada ya Jumatano ya Ijumaa, huku ndani unajisikiaje? Ndio swali lako. Ukisikia maumivu, bado una shauku. Ukiona huna maumivu, elewa mwanzo wa kifo kimeanza. Ili kushinda, pambana kule kule ulikofanya ibada. Ndugu pamoja, unasema mchungaji, ibada gani? Tenga muda, soma neno. Baadaye jiungamanishe na sadaka zilizotolewa kwa ibada ya leo. Tuma au zikusanye za Ijumaa, kusanya za Jumatano, Jumapili ndio unazo kanisani weka, maana unajiunga kwenye ibada iliyofanyika. Ndugu pamoja wapendwa, usiponisikia kuna saa utayakumbuka. Kidogo kidogo shauku inaondoka, utafika pabaya. Jambo la 4, usipoteze hofu ya Mungu. Andika, usipoteze hofu ya Mungu. Ukipoteza hofu ya Mungu, itakuja roho ya mazoea. Usipoteze hofu ya Mungu. Ukipoteza kuwa na hofu ya Mungu, itakuja roho ya mazoea. Na hiyo kwa mstari wa 20. Soma pale 20, Waamuzi. Hiyo lazima tuisome 20. Itakuja roho ya mazoea. Mstari wa 20 unasema hivi: kisha akasema Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku zingine na kujijosha. Lakini hakujua kuwa Bwana amemwacha. Ukipoteza hofu ya Mungu, inanyanyuka roho ya mazoea. Nitaimba kama siku zingine, nitapiga vyombo kama siku zingine, nitatangaza kama siku zingine, nitafanya kama siku zingine. Hofu ya Mungu ikipotea, inanyanyuka roho ya mazoea. Ikinyanyuka roho ya mazoea, inapoteza asili yako ya kimungu. Jamani, tuko pamoja? Mambo 4, faida ya kutunza asili yako. Mambo 4 nimalize. Faida 4 za kutunza asili yako. Faida 4 za kutunza asili yako. Wewe andika, mimi najua hapa nimekimbia kama mashine kweli. Itakiwa pointi 1 tuizamie ndani na ndani. Lakini ukiandika kuna faida kubwa. Faida 4 za kutunza asili yako. Faida ya kwanza. Faida 4 za kutunza asili yako. Faida ya kwanza ni kuwa tofauti na wengine. Waamuzi hiyo 16 mstari wa 17. Faida ya kwanza ni kuwa tofauti na wengine. Hii faida ya kwanza, yani ingelihubiri angalau nusu saa. Faida ya kwanza, kuwa tofauti na wengine. Tunapoongelea uamsho kisha ingia, lazima tuwe tofauti na wengine. Jamani, tuko pamoja?
Madhehebu mengine lazima tuwe tofauti nao, lazima tuwe tofauti na wasiookoka, na hata kanisani tutakuwa tofauti. Mwenzaka akiimbisha roho anashuka, huyu ana uamsho wa kweli. Jamani, kwa moja, hiyo ni faida ya kwanza ya kutunza asili yako. Unakuwa tofauti na wengine. Soma pale mstari wa 17. Mstari wa 17. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni wa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zinanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Wapendwa, wewe kuwa kama wengine inawezekana, yaani ukawa mlokole wa kawaida kama wengine, lakini ukitaka uwe tofauti na walokole wengine, tunza asili yako. Nanielewa? Uwe wahubiri tofauti na wengine, tunza talanta zako. Elewa mimi ni nani. Yaani kuwa tofauti na wengine inawezekana. Tunamsoma Daudi, alikaa katikati ya watoto wa kuhani Eli wasio sawa, lakini Daudi akawa vizuri. No, not Daudi, Samueli. Watoto wale walikuwa hovyo, lakini Samueli akakulia nyumba ile ile. Lakini kwa sababu ana asili na agano na Mungu, alikuwa tofauti. Mwambie mwenzako inawezekana. Mkawa majumba 6, mkawa tofauti na wengine. Mkawa Dar es Salaam, ukawa tofauti na wengine. Ukawa kwenye kwaya, ukawa tofauti na wengine. Inawezekana. Yaani kupe namba 2 nimalize. 2, kuishi maisha ya ushindi muda wote. Faida ya kutunza asili yako ya pili ni kuishi maisha ya ushindi muda wote. Fanya kwa uaminifu wakili wako, fanya talanta zako taruzo pia kwa uaminifu, alafu tunza asili zako hizo. Ni kuishi maisha ya ushindi muda wote. Hiyo ni faida ya pili ya kutunza asili yako. Faida ya tatu, utatunza agano lako na Mungu. Faida ya tatu, agano lako na Mungu litakaa sawa. Kutunza agano lako na Mungu, yaani agano lako na Mungu halitavunjika. Faida ya kutunza asili yako, unalilinda mpaka agano lako na Mungu wewe na yeye. Samsoni agano lake na Mungu lilivunjika alipopoteza asili. Lakini sasa ukilinda asili yako, faida iliyopo, agano lako na Mungu ulioahidiwa linatunzwa. Sasa na hapo tungelisheheni maelezo mengi sana. Namba 4 ya mwisho, utakuwa tayari kulipa gharama ya kila aina. Faida ya kutunza asili yako, utakuwa tayari kulipa gharama ya kila aina. Kwa nini unakuwa tayari kulipa gharama ya kila aina? Kwa sababu kuna asili ulioitunza ya kimungu. Hiyo inakubidisha kulipa gharama. Uoni shida. Likija jambo la kimungu unalifanya, uoni shida yoyote. Maana ile asili yako inakufanya ulipe gharama bila kuhesabu gharama yote. Kwa sababu ndani yako ile asili inakuvuta kukuingiza kulipa gharama. Kama ni kufunga unafunga, uone tatizo. Kutoa unatoa bila tatizo. Lolote ulifanya bila tatizo, kwa sababu ile asili yako inakuvuta ikuingize kwenye kulipa gharama yoyote pasipo kuhesabu gharama iliyopo. Kwa sababu asili yako ile ulioitunza inakuvuta. Mungu awabariki. Sali moja limekatika na dakika kidogo. Naomba tusimame. Zaidi mimi nifahamu Yesu, nijue pendo lake na
wamama zaidi, zaidi, zaidi. Mimi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. wa baba zaidi, zaidi, zaidi. mimi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. uko mahali hapa, uko mahali hapo, nasikia ndani ya moyo wako natamani umpe Yesu maisha yako. Nyosha mkono kule uliko, tutaomba na wewe. Umekuja mahali unasema nataka kuokoka, Yesu aingie moyoni mwangu. Umehudhuria ibada hii, natamani wokovu ingie ndani yako. Kama aliyoko katikati ya wiki, uko mahali hapa, nyosha mkono juu tu uone anayetamani kuokoka. Kama wote tumeokoka, asante sana. Natamani asili yako inaanza kutafunwa, asili yako inaanza kuondoka, shauku inaanza kupotea. Kuna vitu ujielewi, unasema kuna kitu kinapotea ndani yangu kidogo kidogo. Nataka niombe na uwe mchana wa leo. Tuko hapa kwenye kongamano hili asili yako irejee, asili ya huduma, asili ya ufanyaji wa kazi kwa ubora, asili ya utendaji wako kule ofisini kwako, asili ya mambo ya Mungu irejee ndani yako. Mungu afanye mambo makubwa. Huko mahali hapo nasema mchungaji, usiondoke madhabahuni kabla hatujaombewa mchana wa leo. Wewe pita mbele, tuweke mikono juu yako. Unaitamani asili ya kimungu irejee kwako, unatamani ongezeko la asili ya kimungu irejee kwako. Pita mbele, tuombe pamoja. Ibada hii sio bure. Watumishi wa Mungu tuko hapa kwa ajili ya kuomba na wewe, kwa ajili ya kuomba na wewe. Ile asili ambayo Mungu ameweka ndani yako, vile vipawa na karama, ule uaminifu unaozidi kupotea, ile shauku ya ibada inazidi kupotea, ile shauku ya huduma inazidi kupotea. Kuna vitu ulikuwa navyo leo vinazidi kupotea. Ulikuwa na mambo ya kimungu makubwa, zile asili zako zote adui anazidi kuzinyonya. Mchana wa leo iko neema ya Mungu. Kongamano hili tunapohitimisha leo, Bwana arejeshe zile asili zako, na Bwana arejeshe ule uwezo wa kimungu. Bwana arejeshe asili ya upendo wako na Mungu. Bwana arejeshe kibali chako, zile asili za kimungu zirejee kwako mchana wa leo. Unahitaji maombi ya jinsi hiyo, nawe pita mbele. Umepita hapa unaumwa, huko hapa unaumwa kwenye ibada hii, tunarudisha asili yako ya uzima. Wewe sio wa kuumwaumwa, wewe sio wa mateso. Asili ya afya yako, asili ya afya yako. Ulikuwa na afya, unapiga kazi mtaani, unapiga kazi huko na kule, ile asili ya afya yako inapotea. Na wewe njoo madhabahuni tuweze kuomba na wewe. Tunaye mchungaji mwenyeji